Nilikuambia kwamba sio mara yangu ya kwanza kupanda katika milima. Nimepanda milima mingi katika nchi yetu ya Tanzania na Morogoro nimepanda sana milima mbalimbali. Kwa msikilizaji wangu unayenisikiliza, ninachotaka nikwambie, Mungu yupo. Ni kwamba wewe bado hujamtafuta Mungu. Bado hujamtafuta Mungu na haujataka kumtafuta Mungu. Mungu yupo na Mungu anapatikana kwao wanaomtafuta. Kama haumtafuti Mungu, usitarajie kumwona. Huduma haiwezi kubadilika, maisha yako ya kila siku, biashara yako haiwezi kubadilika. Unahitaji umtafute Mungu. Na kitu kingine nakushauri, kaa na watu ambao wanamtafuta Mungu. Kaa na watu wanaoipandia milima. Kuna kitu ambacho nimejifunza, watu wanaopanda milimani sio watu wa kuwachezea. Sio watu kabisa wa kuwachezea. Ni watu hatari sana. Hata kama watanyamaza, lakini Mungu wanayemtafuta kwenye hiyo milima, huyo Mungu lazima awapiganie kwa maadui wanaoinuka kinyume na wale ambao watoto wa Mungu wanaomtafuta milima. Lazima Mungu ainuke kinyume. Lazima Mungu awapige maadui zao. Mtafute Mungu. Kaa chini pa watu wanaomtafuta Mungu, wanaopanda milimani, wanaokwenda kutafuta Mungu katika kweli. Simaanishi kwamba milimani huku hakuna watu wabaya wanaweza kupanda. Wapo wengine wanakuja kupoteza muda, lakini wako watu ambao wako serious kabisa na kumtafuta Mungu. Serious kabisa na kumtafuta Mungu. Na huu mlima mahali tulipo ni mahali parefu sana. Kupanda tu peke yake ni zaidi ya masaa 4. Kupanda mlima huu ni masaa 4. Toka kwenye usawa wa bahari unasema ni masaa 4 tunapanda mlima huu, msikilizaji. Kwa hiyo nikutie moyo. Tunatafuta mafuta, tunatafuta upenyo katika huduma zetu. Mungu aachilie upenyo kwenye huduma zetu, lakini pia tunaweka misingi. Mimi nimejifunza kwenye mti mmoja unaitwa mnazi. Mnazi huwa hauna tabia ya kukua moja kwa moja, yani kama vile labda mwembe au mwaladari au hapana. Mnazi una sifa ya kuchukua muda mrefu ukijijengea mizizi chini. Unajijengea mizizi chini ya kutosha. Maana yake unajitengenezea kiti, unajitengenezea msingi. Alafu baada ya hapo ndipo huo mnazi unaanza kukua kuelekea juu. Nataka nikwambie, tunapopanda huku milimani, huduma zetu bado ndo zinaanza. Si kwamba ni kubwa, na nina maono ya kwenda mbali, nina maono ya kufika mbali, nina maono ya kufanya mambo makubwa. Mungu amenipa mambo makubwa ya kuyafanya katika nchi ya Tanzania na nje za nchi yetu ya Tanzania. Kuna mambo mengi sana ambayo Mungu amenipa agizo, lakini hayawezi kwenda hivi. Lazima nitafute mahali ambapo hapana watu, niweze kuyasukuma haya maono kwa nguvu ya maombi, kwa nguvu ya maombi. Na Mungu awabariki sana. Kuna watoto wengi ambao mnajiambatanisha na sadaka ninapopanda milimani, na Mungu atawakumbuka. Na mimi ninapokuwepo huku, ninasukuma biashara zenu kwa nguvu ya maombi, ninasukuma miradi yenu kwa nguvu ya maombi, ninasukuma nafasi zenu, vyeo vyenu kwa nguvu ya maombi. Ninawaombea ulinzi katika kila sekta ambao unakuwepo. Ninaamini Mungu atasimama pamoja na wewe na atakutendea mambo makubwa sana sana sana. Kumbuka, Bwana wetu Yesu Kristo, yeye alikaa milimani, mahali pasipo na watu, ili apate kuomba. Kwa nipo huku kwa mujibu wa Biblia. Mimi niliyeitwa mtumishi wa Mungu, niko huku mahali ambapo hapana watu. Ninaposema mahali ambapo hapana watu, sio kwamba hakuna watu wengine. Hata anayenishuti huyu naye ni mtu. Hata wengine unasikia wanaomba ni watu. Kuna wengine unasikia kama wanagonga ni watu wanakata kuni, ili usiku kija tuweze kukoka moto, kwa sababu kuna baridi kali sana, ukungu majira yote. Hata saa hizi tunapoongea bado kuna hali ya ukungu, kwa sababu ni mlima mrefu sana. Tuko kileleni kabisa. Msikilizaji, naamini kabisa Mungu ni mwema. Na Mungu akubariki sana, akubariki sana 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 sana. Kila unaposikia na kuja mlimani, jiambatanishe na sadaka yako ya mlima. Maana yake ninapokuwa huku mlimani lazima nikukumbuke na wewe, na Mungu atakukumbuka kupitia ile sadaka yako. Huku hakuna magodoro, huku ni mawe tu. Kama unaona mawe haya, au unalala mawe, tunatandika tu maturubai.
tunalala, mamiti tuko, ni baridi, wanyama mbalimbali. Tunamshukuru Mungu, tunaishi kwa neema, tunalindwa na nguvu za Bwana. Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Acha niombe na nikuombee wewe mtumishi wa Mungu mwaminifu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, Mungu wangu, yuko mama moja ananitazama hapa, ana mahitaji yake, ni mgonjwa, ni mdhaifu, mponye, anahitaji shida kwenye ndoa. Baba, ukalete amani, ukalete amani. Yuko baba mmoja hapa, Bwana ukapate kumgusa kwa mkono wako, ukamfungulie milango ya baraka, milango ya kiuchumi na kifedha. Yuko binti mmoja hapa Baba, muda mrefu amekuwa akilia mbele zako, akitafuta na kuomba ili aweze kupata mume wa kumwoa. Bwana, ninatamka neno juu yako katika jina la Yesu. Mungu amekwisha kuachilia huyo mume, amekuja kwako. Mungu amekwisha achilia biashara kuja kwako. Mungu amekwisha kuachilia kazi kuja kwako. Mungu amekwisha kuachilia mema yameanza kukufuata katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Niseme na wewe kijana ambaye ni kijana wa kiume, unatamani kumtumikia Mungu katika roho na kweli, unatamani kumtumikia Mungu katika kutafuta uso wake kwenye milima mbalimbali. Mungu akupe hiyo neema. Hiyo neema iwe juu yako, ya kwenda mahali pasipo na watu ili upate kuomba, ya kwenda mahali pa utulivu, ya kuambatana na watu wenye uzoefu wa kupanda milima, watu wenye nguvu na neema ya Mungu. Hiyo neema ikae juu yako katika jina la Yesu Kristo. Na ninakuombea na wewe mtumishi wa Mungu ambaye huduma yako bado inaendelea kusuasua, Bwana akafungue malango katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaombea watoto wako. Mungu abariki watoto wako. Mungu abariki nyumba yako. Mungu abariki biashara yako. Mungu abariki kazi yako, akakibariki na kile kitu unachokalia pale kazini. Wewe ambaye ulizuiliwa kupandishwa cheo, Bwana akakupandisha cheo. Natamka neno hili la kinabii kwako, mwaka huu hautaisha, cheo kitakuwa kimepanda. Tunapoanza 2026 cheo chako kitakuwa kimerudishwa na utapandishwa. Barua